tukiangazia katika kambi hili huduma ya Yesu Kristo patakatifu, tunapoangalia swala hili ndani ya mwavuli wa kauli mbiu ukombozi uliorahisishwa. Tuombe. Mungu na Baba yetu tupendaye, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee. Asubuhi tena tumejikusanyisha ili kwamba ukaweze kutulisha wewe uliye mkate wa uzima. Tunapoenda kulifunua neno lako, Roho wako Mtakatifu akatuongoze kulielewa na ukatupatie moyo wa kuutenda. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Tumekuwa tukiangazia swala zima la Yesu na huduma yake mahali patakatifu, na mpaka sasa ninaamini ya kwamba umeona vyema ya kwamba huduma nzima ya patakatifu ilikuwa inamwangazia Yesu mwenyewe. Kwa sababu kwenye kambi Yesu ni mfano wetu, kwa sababu alishinda dhambi. Japo alijaribiwa katika kila sehemu, hakuwahi kutenda dhambi. Katika madhabahu ya kuteketeza sadaka pale msalabani, Yesu ni kafara yetu kamili. Yeye ndiyo upatanisho kati ya dhambi zetu, na hatimaye tunapata haki ya Mwenyezi Mungu kwa kifo chake msalabani. Katika birika tukasema Yesu ni utakaso wetu. Ndani ya mahali patakatifu Yesu ni mkate wa uzima. Yesu ni nuru ya ulimwengu huu, na Yesu ndiye anayetupatia kibali cha maombi yetu kukubalika mbele ya kiti cha enzi. Hayo ndiyo masuala ambayo tumeyazungumzia mpaka sasa. Leo nitazungumza kuhusu ukuhani wa Yesu Kristo. Hatutazungumza mahali patakatifu, maana hiyo nayo itahitaji muda. Kwa hiyo kwa sababu tuna muda usio mrefu sana, nitatamani nizungumzie ukuhani wa Yesu Kristo. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza hadi mstari wake wa 3, kuna ahadi ambayo Yesu anaipeana pale. Lakini kwa sababu ya kwanza, soma mstari wa 2 peke yake. Yohana 14 mstari wa 2, Biblia inasemaje? Twende. Sawa. Mengi. Rejelea kwa kipaza sauti tena. Samahani, Biblia inasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Sawa. Kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Maliza mstari wa 3, maliza kabisa. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena. Sawa. Niwakaribishe kwangu. Ili nilipo mimi nanyi mwepo. Asante, Mungu akubariki. Kuna dhana ambayo imesambaa ya kwamba kile ambacho kimemkawisha Yesu kurudi ni kwamba kuna shughuli ya ujenzi anayoifanya mbinguni. Kuna dhana ambayo imeaminika na baadhi ya Wakristo ya kwamba kile ambacho kimemzuia Yesu kutokuja kwa mara ya pili ni kwamba huyu Yesu bado kuna kazi ya ujenzi anayoifanya mbinguni. Lakini kama umeangalia fungu la 2 kwa ukaribu, fungu hilo ndani yake imezungumza nyakati mbili. Kuna wakati uliopita na kuna wakati ujao ndani ya fungu hilo. There are two tenses employed in the text. Kuna wakati uliopita na wakati ujao. Hebu tuliangalie tena fungu la 2. Biblia inasema hivi, soma fungu la 2 peke yake. Twende. Usilale Makenzi. Kipaza sauti basi. Samahani. Nyumbani mwa Baba yangu. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Tulia. That is a present tense. Anasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. In my Father's house there are presently many mansions. Kwa hivyo sehemu ya kwanza ya fungu hilo linazungumza kwamba tayari kuna makao mengi. Ina maana ya kwamba kama Yesu angeenda na wanafunzi wake mbinguni ile siku, wangepata makao yao yapo tayari. Kama Yesu angeenda na wanafunzi wake mbinguni ile siku, wangepata mansions zao ziko tayari. Kama hilo limeeleweka, hebu nipungie mkono wako namna hii. Lakini sehemu ya 2 ya fungu hilo kuna shughuli ambayo ni ya wakati ujao, shughuli ya mbeleni. Sasa soma sehemu ya 2 ya fungu hilo. Baada ya kusema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, soma, inasema
kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuwaandalia mahali. Tulie hapo. Sasa anasema kuna makao mengi, lakini sasa ninaenda kuwaandalia mahali. Future event sasa. Kuna present ya kwamba makao yako, lakini ninakwenda kuwaandalia mahali. Actually fungu la 3 linasema kwamba akisha tuandalia mahali atakuja tena. Ina maana ya kwamba kile ambacho kimemkawisha Yesu kutokuja mara ya pili, si kwamba anaifanya shughuli ya ujenzi ya majumba pale mbinguni, si kwamba anajihusisha ili kwamba ayaandae makao. Hapana, kile ambacho kimemkawisha Yesu, samahani, ni kwamba anaandaa mahali, mazingara, anaandaa watu ambao wataweza kufit kuingia katika makao ya utakatifu ambao tayari yapo. Kwa hivyo Yesu shughuli anayofanya mbinguni saizi ni kuandaa watu ili kwamba waweze kuwa warithi wa mahali ambapo tayari panawasubiri, ili kwamba waweze kuwa warithi wa sehemu hiyo ambayo tayari amewaandalia watoto wake ambao wapo katika uso wa ulimwengu huu jioni ama siku hizi ambazo tunaziishi. Kwa hiyo haitakuwa ni swala sawa kuamini ya kwamba kile ambacho kimemkawisha Yesu kutokuja mara ya pili ni kwa sababu anafanya kazi ya ujenzi. Actually, ili uelewe muktadha vizuri, tutarejea sura ya 13, chapter 13 of John. Unajua, atakwambia mchungaji ya kwamba Biblia haikuandikwa katika chapters na verses. Hizo zilikuwa katika prose form. Kwa hivyo kama iliandikwa katika prose form, ina maana tunaweza kuchukua muktadha kwa mafungu ya pale nyuma. So ideally, ili tupate mtiririko vizuri na tuelewe chapter 14, turegee chapter 13 kutokea verse 36. So tutaanzia chapter 13, tuanzie mstari wake wa 36. Biblia inasema Simon Petro akamwambia Bwana. Sawa. Simon Petro akamwambia, Bwana, unakwenda wapi? Yesu akamjibu, niendako huwezi kunifuata sasa. Lakini utanifuata baadaye. Sikiliza mazungumzo kati ya Peter na Yesu Kristo. Anamuuliza unaenda wapi? Manake Yesu alikuwa amezungumza habari ya kwamba sio muda kitambo nitaenda. So anamuuliza unaenda wapi? Nataka nikufuate. Lakini Yesu akamwambia hawezi kunifuata mahali niendako. Maliza fungu tuende. Petro akamwambia, sawa Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Sawa. Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Endelea kabisa. Yesu akamjibu, je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Amin nakwambia, jembe hatawika hata wewe utakapokuwa umenikana mara 3. Unganisha chapter 14 ndio tupate mtiririko mzuri. Baada ya kusema hivyo, Yesu akasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Sasa Yesu amezungumza na Petero. Petero anatamani kuandamana na Yesu. Yesu baada ya kutukomboa anatamani kuandamana na Yesu aende mbinguni. Lakini Yesu anamwambia, mahali niendako wewe huwezi kuja. Hawezi kuja Petero, lakini kuna vitu lazima vifanyike. Ndio maana akiingia chapter 14 anasema sasa, kwa sababu huwezi kuja, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu na mniamini pia na mimi. Kisha anasema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Ninaenda kuandalia mahali, nikisha waandalia mahali nitakuja tena, ili nilipo na nyinyi muwepo. Ina maana ya kwamba kuna shughuli ambayo Petro alikuwa lazima akamilishwe kwayo, ndipo apate nafasi ya kurithi uzima wa milele. Kuna kitu ambacho Petro ilikuwa lazima akifanye ama afanyiwe ukipenda, ndipo aweze kurithi uzima wa milele. Kwa hiyo wapenzi, tunapozungumzia kuhusu kile ambacho kimemkawisha Yesu kutokuja mara ya pili, Yesu yupo katika shughuli ya kutuandaa ili kwamba tuweze kuwa fit
kurithi maskani, majumba ambayo tayari ametuandalia mbinguni. Ndio maana mwandishi yule wa roho nabii anasema kwamba Yesu anaandaa makao, sisi tunaandaa tabia. While Jesus prepares mansion, we prepare character. Kwa hivyo shughuli hii ambayo imemfanya Yesu asikuje kwa mara ya pili, kipindi hiki tunapomsubiria, kile ambacho kimemkawisha Yesu ni kwa sababu yupo katika shughuli ya kutupatia uweza wa kuandaa tabia ambazo hatimaye zitaweza kuingia katika mji ule mtakatifu. That's why mpaka sasa Yesu hajakuja kwa mara ya pili. Ndiyo maana mpaka sasa hajatokea mawinguni kwa mara ya pili. Na ili Yesu afaulishe shughuli hii, anaifaulisha akiwa ndani ya hekalu la mbinguni. Ili Yesu afaulishe shughuli hii ya kuandaa tabia zetu, ya kuzifinyanga, ya kuzibadili, anaifanya akiwa ndani ya hekalu mbinguni. Na wanafunzi wa Yesu Kristo walielewa hili. Ndio maana Warumi 8:34 hivi ndivyo Biblia isemavyo. Warumi 8:34 hivi ndivyo Biblia isemavyo. Biblia inasemaje? Warumi 8 mstari wake wa 34. Soma. Inasema ni nani atakaye wahukumia adhabu? Sawa. Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam. Na zaidi ya hayo, amefufuka katika wafu. Maliza kabisa. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Kizungu inasema is interceding for us. Kwa hivyo Yesu, ili kwamba kufaulisha shughuli hii ya kuhakikisha ya kwamba tabia zetu kwa neema na uweza wake zimekuwa fit kwa sababu ya kurithi uzima wa milele, ameingia mahali patakatifu mbinguni ili atupatie uweza, ili atupatie nafasi ya kuzitengeneza, ya kuzikarabati tabia zetu, tuwe tayari kumlaki ajapo mawinguni kwa mara ya pili. Kwa hiyo Yesu kama kuhani wetu mkuu, Yesu kama mwombezi wetu mbinguni, Yesu kama mtetezi wetu mbinguni, wapenzi, yupo katika shughuli ya kutuandalia tabia, itakayorithishwa makao ya utakatifu ambao ametufanyia katika makao yake ya milele. Kwa hiyo imani yetu lazima ishikilie katika ahadi ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Lakini pia imani yetu lazima iamini ya kwamba Yesu atakuja mara ya pili, lakini pia Yesu anatufanyia kazi speciali mbinguni sasa hivi. Hakuenda kupumzika baada ya kutuokoa. Hakuenda kufanya shughuli zake tu baada ya kutufia msalabani. Yesu yupo katika shughuli ya kuhakikisha ya kwamba haujakosa mbingu, sijakosa mbingu. Yupo katika shughuli ya kuhakikisha ya kwamba tumeandaliwa, tabia zetu zimerekebishwa, zimekarabatiwa, ili kwamba tuwe tayari kumlaki Mungu anapokuja kwa mara ya pili. Kwenye roho ya unabii, mwandishi mtumishi wa Mungu anaandika kitabu kile Testimonies for the Church volume ya 8 ukurasa 128, anasema Jesus is not lying in Joseph's new tomb. He has risen and has ascended to heaven there to intercede on our behalf. Ya kwamba Yesu bado hayupo kaburini, amefufuka. Huyu Yesu ni mtetezi wetu mbinguni. Kisha anasema we have a savior who so loved us that he died for us, that through him we might have a place with him upon his throne. Ili kupitia yeye tutapata nafasi na yeye, mahali ambapo ametuandalia, sehemu ambayo ametutengea kwa sababu ya kifo chake msalabani. Na kwa hiyo wapenzi, kile ambacho kimemkawisha Yesu mbinguni mpaka sasa, anatuombea. Kile ambacho kimemkawisha Yesu mpaka sasa, amesimama mbele ya baba zake, mkono wake wa kuume akitutetea. Anatamani kuyapokea maungamo yetu, anatamani kuyapokea vilio vyetu, ili kwamba wasilishe mbele ya kiti cha enzi cha baba yake, akichanganya na haki yake. Tukikubaliwa mbele, tunaandalika kwa sababu ya kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Kwa hiyo sio ujenzi umemkawisha Yesu mbinguni. Kilichomkawisha muda wote, anaandaa watu, anaandaa tabia, anakarabati tabia, na kila siku anatamani tabia yangu na tabia yako iwe tayari kwa sababu ya kurithishwa makao
ya milele ambao amewaandalia watoto wake. Na unajua waandishi wa Biblia walielewa swala hili ya kwamba kweli kuna huduma ambayo Yesu anaifanya mbinguni. Paulo akizungumza kuhusu Waibrania 9 mstari wa 24, hivi ndivyo asemavyo. Waibrania 9 mstari wa 24 anapoandika kuhusu swala hili la Yesu kutuandalia mahali, hivi ndivyo anavyosema. Soma twende, inasema, kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono. Sawa. Ndiyo mfano wa patakatifu halisi. Sawa. Bali aliingia mbinguni hasa. Aliingia mbinguni hasa. Aonekane sasa usoni pa Mungu. Aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu. Shughuli anaifanya Yesu Kristo mbinguni ni kwa ajili yetu. He went for us. Alipaa kwa sababu yetu. Ufufuo wake ni tumaini ya kwamba uwepo wake kwenye hekalu la mbinguni linatupatia ujasiri ya kwamba tunaweza kupata ushindi dhidi ya dhambi. Uwepo wake katika hekalu la mbinguni linatupatia ujasiri ya kwamba tabia zetu zinaweza kuurithi uzima wa milele. Yesu akiwa ni kuhani wetu mbinguni, tuna ujasiri wa kipekee tukijua ya kwamba yeye Yesu anatupatia hakikisho wa tabia zetu kurekebishwa na kuandaliwa kwa sababu ya kurithi uzima wa milele. Ndio maana Danieli 7 mstari wa 13 pia akizungumzia swala hili kuna namna navyo yeye anavyosema. Danieli 7:13 Biblia inasemaje? Soma tuende kwa upesi. Danieli 7 mstari wake wa 13 inasemaje? Biblia takatifu inasema, sawa, nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa wanadamu. Asoma vizuri. Biblia inasema, nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu. Sawa, twende. Akaja pamoja na mawingu ya mbingu. Sawa. Akamkaribia huyo mzee wa siku. Sawa. Wakamleta karibu naye. Sawa. Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Amina, achia tu hapo. Biblia inasema kwamba yeye Yesu anayefanya shughuli hii ya kuikarabati tabia zetu. Danieli akionyesha katika njozi, anasema niliona mfano wa mwana wa Adamu. Mfano wa mwana wa Adamu, kumaanisha kwamba yule ambaye ni kuhani wetu mbinguni. Sikia, habari hii ndiyo njema zaidi. Yule ambaye ni kuhani wetu mbinguni anajua namna ambavyo inamaanishwa kujaribiwa. Anajua namna ambavyo inamaanishwa kupitishwa vipindi vikali, kwa sababu aliwahi kuchukua asili yetu, akaishi kama mwanadamu katika uso wa ulimwengu huu, akajaribiwa kama tunavyojaribiwa. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu Yesu kama kuhani wetu mkuu, ukuhani wake si kama wa Aruni, ukuhani wake si kama wa Melkizedeki tu. Ukuhani wake ni zaidi ya ukuhani wa kibinadamu, kwa sababu yeye Yesu, huyu Yesu aliwahi kuwa mwanadamu, aliwahi kutembea katika sayari hii, aliwahi kujaribiwa kama tunavyojaribiwa. Kwa hivyo anaposimama katika kiti cha enzi cha Baba yake, anaelewa mapungufu yetu, anaelewa machungu yetu, anaelewa mahali ambapo tunasukumwa mbele zaidi. Na ndio maana Paulo akiandika tena kumhusu, Waibrania 4 mstari wa 15 na 16, hivi ndivyo anavyosema. Waibrania 4:15 na 16, akiandika habari za Yesu kama kuhani wetu mkuu, anasema hivi. Twende, inasemaje? Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Maliza. Bali yeye aliyejaribiwa sawa sawa na sisi. Kuhani mkuu ambaye tuko naye wapendwa, ni yule ambaye alijaribiwa sawa sawa na sisi. Vipi? Katika mambo yote. Katika mambo yote. Nisikilize kijana, Yesu aliwahi kuwa na umri wa miaka 12, akajaribiwa katika umri huo. Yesu aliwahi kuwa na umri wa miaka 18, akajaribiwa katika umri huo. Yesu aliwahi kuwa na umri wa miaka 30, akajaribiwa katika umri huo. Yesu aliwahi kuwa na umri wa miaka 33, akajaribiwa katika umri huo.
Ina maana ya kwamba kuhani anayetutetea mbinguni anaelewa mapungufu yetu, anaelewa machungu yetu, anaelewa nini maana ya kujaribiwa. Na kwa sababu habari hii njema, hakujaribiwa tu katika kila sehemu, lakini Biblia inasema kwamba maliza, bila kufanya dhambi. Japo alijaribiwa katika sehemu zote, Yesu hakuwahi kutenda dhambi. Na ndiyo maana kama kuhani wetu mkuu, ubinadamu wake unatupatia mfano kwamba tunaweza kuwa ushindi. Kama kuhani mkuu, uungu wake unatupatia uweza wa kuwa washindi. Kwa hivyo tuna kuhani mkuu ambaye ako na pande mbili za shilingi, two sides of the coin is with him. Anaweza kutupatia mfano wa kushinda dhambi, lakini pia anaweza kutupatia uweza wa kushinda dhambi. Huyo ndiye kuhani mkuu tulio naye. Na ndio maana verse 16 anasema hivi, kwa sababu hiyo, soma mstari wa 16 sasa. Basi na tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Anasema kwa sababu tuna kuhani anayeweza kuchukuana na sisi katika mambo ya udhaifu, tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Maliza kabisa. Ili tupewe rehema. Na kupata neema. Ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Tunaye kuhani mkuu. Dhambi haipaswi kukulemea. Dhambi haipaswi kukufisha moyo. Dhambi haipaswi kukukatisha tamaa. We have a high priest, yule ambaye anachukuana nasi katika mambo ya udhaifu, yule ambaye alijaribiwa kama tunavyojaribiwa, yule ambaye anaweza kutupatia ushindi dhidi ya dhambi. Unajua, kila kitu ambacho Yesu anakifanya kwa ajili yetu. Everything that Christ does, he does that for us. Alikufa kwa ajili yetu, alipaa kwa ajili yetu, yupo mbele ya kiti cha enzi mkono wa kuume kwa ajili yetu, atarudi mara ya pili kwa ajili yetu. Ndivyo namna Yesu anavyotupenda. On the cross, unasema Mama White, on the cross our Lord gave himself for us. Through the resurrection he gave himself to us. Msalabani alijipeana kwetu kwa sababu yetu, samahani, lakini kupitia ufufuo alijipeana kwetu kama kuhani anayeweza kutupatia uweza wa kustahimili majaribu. Na ndio maana Yohana akiandika waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wake wa kwanza anaandika akisema maneno yafuatayo. Yohana akiandika waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wake wa kwanza, hivi ndivyo anavyoandika. Soma kwa pesi, nasema 1 John chapter 2 verses 1. Samahani, Biblia inasema Yohana wa kwanza. Biblia inasema, sawa, watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye huyu Yesu ambaye ni kuhani, ambaye ni mwombezi, ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, maliza, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Hiyo ndiyo hakikisho ambaye tumepatiwa. Mungu anataka ili kwamba tusitende dhambi, lakini iwapo ukitenda dhambi, anasema tunaye mwombezi kwa Baba. By the way, mahali salama zaidi wakati unajihisi mdhambi ambaye amevunjika ni miguuni pa Yesu Kristo. Mahali salama zaidi unapojihisi umepondwa na maisha, dhambi imekulemea, hatia inakutawala, mahali salama zaidi pa kuenda ni miguuni pa Yesu Kristo. Ndio maana yule mwandishi wa nyimbo anasema kwamba miguuni pa Yesu, hapa mahali bora pa kuweka dhambi zangu. When you feel so sinful, when you feel so guilty, mahali salama pa kuenda ni miguuni.
Bwana, ili kwamba iweze kutupatia nguvu kipindi hiki wakati dhambi itajaribiwa kutulemea. Nataka nimalize kwa sababu ya ufupi wa muda na kisa hiki. Kuliwahi kuwa na tetemeko la ardhi wakati mmoja mahali, na kulipokuwa na tetemeko la ardhi, uharibifu mkubwa sana ukafanyika. Sehemu mojawapo ya sehemu ambayo iliharibiwa na tetemeko hili la ardhi ilikuwa ni shule moja kubwa kabisa. Ile shule ardhi ilifunguka na kana kwamba ikasink kwenda chini kabisa. Kwenye ile shule kulikuwa na mtoto mmoja ambaye ni wa pekee wa baba yake. Sasa tetemeko lilipofanyika, habari zilimfikia babake ambaye alikuwa mji wa nje, na akasema kwamba ile shule mahali mtoto wangu wa pekee anasoma pia imeathiriwa na tetemeko la ardhi. Itabidi nikimbie nikaangalie kama angalau nitamnusuru. Baba akatoa kwa kasi kwenda kumtafuta mwanawe. Alipofika akapata wale excavators wamefika pale, wanajaribu kuchimbua, lakini mwisho nikana kwamba wakakata tamaa. Yeye akabaki, akaanza kuondoa jiwe moja baada ya lingine, akiweka kando. Siku ya kwanza wanamwambia hayuko huyo, hautampata. Akasema sitakata tamaa. Siku ya pili akaendelea, anaondoa jiwe moja baada ya lingine. Siku ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, bado anatoa jiwe moja baada ya jingine. Anatumaini, nataka nimpate mtoto wangu. Hadi siku ya 10 watu wameshamkatisha tamaa ya kwamba huyo hayuko, alishakufa. Hata kama yuko huko chini alishakufa. Baba anasema lazima nimpate mwanangu. Siku ya 10 ilipofika, baba alipotoa jiwe fulani, akasikia sauti fulani kwa umbali. Akasikia sauti, haikuwa clear, lakini akasema nitaendelea kutoa. Akatoa jiwe lingine. Sasa sauti ikawa clear sasa zaidi. Sasa akapata motisha kuzidi kutoa mawe. Alipotoa mawe, alipata ya kwamba yale mawe kumbe yalipoanguka yalienda yakatengeneza pembe 3, triangle. Sasa yule mtoto alikuwa amejistiri katikati ya yale mawe ambayo alikuwa ametengeneza pembe 3. Alafu akamwona, akasema baba, na baba yake kanyosha mkono akamtoa. Lakini kabla kutoka, yule kijana wake akageuka kando hivi kana kwamba anataka kumuongelesha mtu. Kumbe kulikuwa na mtu mwingine hapo kando, mwanafunzi mwenzake. Akamgeukia akamwambia, si nilikwambia babangu atakuja? Si nilikwambia kwamba babangu atakuja? Alikuwa na ujasiri ya kwamba japo tumezama chini ndani kabisa, he had the assurance ya kwamba my father will come at last. Listen, allow me conclude in English. We were sinking deep in sin, in a miry clay, but love lifted us. When nothing else could help, love lifted us. Hatia isikuue, we have a high priest who by love can lift you up. Mungu atubariki tunapomtegemea Yesu kama kuhani wetu mkuu. Tusimame tuombe. Baba na Mungu wetu, inapendeza kukuona katika hekalu. Inapendeza kukuona kama kafara yetu, kama utakaso wetu, kama mkate wetu wa uzima. Inapendeza kuona kama nuru ya maisha yetu, kama haki tulio nayo, kama mwombezi wetu. Na asubuhi inapendeza kukuona kama kuhani wetu mkuu, ya kwamba japo dhambi itatupeleka chini sana, tuisi hatia imetutawala, tuisi hatuna tumaini tena, love can still lift us up. Tukumbushe wakati hatia itatutawala, tukumbushe wakati dhambi itatusonga, ya kwamba love can still lift us up. Kama kuna mtu alikuja katika kusanyiko leo na hatia dhambi ambayo inamtawala, shetani anamkumbusha udhaifu wake wa jana. Mkumbushe, even in the deepest mire of sin, the love of Christ can still lift us from that particular point. And so we thank you for your life, dear God, and we thank you for your divine compassionate love towards us. Let us leave this gathering this Sabbath with the assurance that we have a high priest who is touched with the feeling of our infirmities, who is in all points tempted like as we are, yet without sin. And so we can come boldly before the throne of mercy. Thank you for this assurance. Nilombi letu kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Levalisi ni warakise nikiweka hii tangazo kidogo, ni kwamba